tosheka na kile ambacho Allah amekukadiria katika maisha yako, kwa sababu katika kule kuwaomba watu vitu walivyokuwa navyo kunapelekea kupatikana udhalili baina yako na hao watu. Ndugu zangu katika imani, jambo la watu kupupia vitu vya watu kutapelekea kujikosha kwa watu, itapelekea ndani yake kujipendekeza kwa watu, itapelekea ndani yake kuiacha dini ya sawa, itapelekea ndani yake kutamani vitu vya watu ambavyo wewe hunavyo, ikapelekea ndani yake kuleta hasadi, chuki, dharau baina yetu. Ni kwa sababu ya watu tulivyokuwa navyo katika maisha. Sasa ikiwa Muislamu, Allah subhanahu wa ta'ala amekuepusha na tabia hii ya wewe kukodolea vya watu, utakuwa umenusurika na mambo mengi sana katika maisha yako haya. Na huu ni msingi muhimu sana, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipoyasema haya, yatakupelekea wewe kujengea heshima katika maisha yako. Na heshima ya Muislamu, mtu wa kwanza kuitengeneza heshima ni yeye mwenyewe mwanadamu. Watu hawawezi kukuheshimu ikiwa wewe hujiheshimu. Watu hawawezi kukuthamini ikiwa wewe hujithamini. Watu hawawezi kukuchukulia kwamba ni mtu wa maana ikiwa wewe unajichukulia kwamba mtu wa kawaida. Sasa katika vitu ambavyo vitapelekea watu kukudharau, watu kukuchukia, watu kutokukupenda, ni kutafuta vitu vya watu. Kila mmoja katika sisi Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia namna ambavyo Allah ameona unastahili tosheka na ile kadari yako Allah aliyokukadiria katika maisha yako. Achana na vya watu, achana kujikomba kwa watu. Jambo hili linapelekea udhalili. Lakini pia vile vile na wasia kwa maduat, wanafunzi wenye kusoma dini wanatakiwa kuwa maduat. Acheni kujipendekeza kwa watu wenye pesa na mali. Hawa watu watapelekea kuidhorotesha dini, kwa sababu lengo lao si kuinyanyua dini, lengo lao ni kuidhalilisha dini. Tutakapokuwa tumejithamini kwamba sisi ni wasomi, tunasimamia dini kweli katika nafsi zetu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atatengeneza mambo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ana watu wengi wenye kuwa na uchungu na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini abadan haiwezekani watu ambao wanaidharau dini wakaisimamia dini, na miongoni mwa hao ni watu wenye vyao. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi yuriduna wajha.